ndio number 1. Tunataka Eugene Wamalwa na George Natembeya wakae na Kalonzo, wakae na Fred Matiang'i, banalama makuba wenyanga weru nali president na babukuli deputy. Na babukuli president na kuzuko bukuli deputy. Likosolea wena. Asante sana. Sasa ni furaha yangu kumuonyesha mwanaume mwenye ambayo tunapigana ufisadi naye huko mwisho. My brother-in-law Mkoyole, Mheshimiwa Richard Momoina Onyonka, mpatie mic. Mbiyamole nyoro kiga mbiyamole, mbona mnashuka? Unajua nimetoka Kisii leo asubuhi na nilikuwa naongea na mama yangu yuko 82. Alinipa message, nitawapia hiyo message. Fred Matiang'i atawamalizia kwa Kizungu. Ogende gali boluya ote byaba luya bali baro omo usino moluya nege intekamo neji nyomba jirikinde turabantu kyanda molendo ote Wamalwa, ote na Eugene Wamalwa, ote na Balala, ote na Halwali. Make sure kirowe kinke base kogenda. Number 2, ote byabantu Ruto no moibi moruto gago itabantu Ruto no muntu muchinga. Usebono. Mungu awabariki. Nimemaliza. Si nimemaliza? Asante sana. Abarusha mrembe kandi abakabara mrembe abandu bamaraba mrembe. Izini hali mwaimanya. Nimekuja hapa kwa jambo moja. Nimekuja hapa kumuomba kwa tafadhali mpatie huyu jamaa Seth Panyako nafasi awe mjumbe wenu. Mtampatia kura tarehe 27 Novemba. Mtampatia kura tarehe 27 Novemba. Hebu nione kura za Seth Panyako. Nione kura za Seth Panyako. Nione kura za Wiper. Nione kura za DCP. Nione kura za DAP. Nione kura za Jubilee. Nyinyi wote mkimpigia kura Seth Panyako mtakuwa mnaleta muungano wa Waluya. Mnasikia? Mkileta muungano wa Waluya mtatupatia nafasi tuwe serikalini. Mnaelewa? Na msidanganywe, mtoke wote asubuhi mapema mchague Panyako awe mjumbe wenu. Mungu awabariki. Asante. Arambe! Mimi nina jambo moja tu. Sisi tuko na candidate wetu hapa, nataka muangalie, muinue mikono juu, mseme nikisema Seth Panyako, sema ndio huyo Seth Panyako. Mtapatia Panyako? Alama yetu ni ya chui. Ukiona chui unaweka nini? Ukiona simba unaweka nini? Chui ni Panyako unaweka nini? Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kuambia. Kuna wale walikuwa natunga mkono na wakaondoka. Mmoja anaitwa Edgar. Ukimuona kwa ballot usiguze, wachana nayo, pigia Seth Panyako, pigia Seth. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, wacha tusikie wakili Ndegwa. Wapi makofi ya wakili Ndegwa? Harambe! Harambe! Ruto aende asiende, asonge asisonge, ni mwizi sio mwizi, ni mkora sio mkora, ni muuaji sio muuaji. Harambe! Unaona wanaume Waluya hao wako hapa, wameongoza na Halwale. Unaenda kwa Malala, unaenda kwa Eugene, unaenda kwa Seth Panyako, unaenda kwa gavana wetu. Huo ndio mwamko mpya wa Waluya. Mwamko mpya wa nini? Mtapigia Seth Panyako kura, ingia kwa mwamko mpya. Anatosha hajatosha? Ako sawa yuko sawa? Ako fiti yuko fiti?
Ukipigia Seth Panyako kura, unapiga kura ya one term ya Kasongo. Kwani si kweli? Utapiga kura ya one term ya Kasongo kupitia Seth Panyako. Ametosha hajatosha? Harambee! 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 Mimi naitwa Geoffrey Wandeto, mbunge wa kutoka huko Teto, Nyeri. Nimewaletea ya kwanza salamu za kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Mmezipokea? Mnampenda? Mkataka atembee hapa? Sisi Rigathi Gachagua huyu natembea, Eugene Wamalwa na Cleophas Malala na Matiang'i na huyu msinia wetu Kalonzo Musyoka, zote tumeungana tukue na ile upinzani ambao itafukuza Kasongo impeleke nyumbani. Nyinyi mko tayari? Mko tayari kufukuza Kasongo? Sasa ishara ya kwanza kwamba mko tayari kufukuza Kasongo itakuwa kupigia huyu Seth Panyako kura awe mbunge wa hii ya Malava. Mko tayari? Mjua mkipigia ile mtu ya kuanguka anaitwa ndakwa, hata nyinyi mtaanguka, mtandakwa namna hiyo. Mtandakwa nyinyi? Mnataka kuanguka? Mnataka kuanguka? Kwa hivyo kura zote ziende kwa Seth Panyako. Mungu awabariki, tumewapenda sana watu wa Chikuze. Asante. Wacha tupatie mbunge Bungoma County. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Zakaria Baraza. Mimi natoka Bungoma. Mimi ndio simba ya Bungoma. Na watu ya Bungoma wameituma, wanasema one term. Nyinyi mnasema nini? One term. Harambee! Mumekubali kusimama na one term? Mnakubali kusimama na Seth Panyako? Watu wa Bungoma wamewaangalia nyinyi. Wanasema nyinyi mkipiga one term, mkipigia Seth Panyako, pia hao watakuwa na imani na nyinyi. Mko na imani nao? Mnakubali kusimama na Seth Panyako? Hii ni kura heshima. Sio kura ya Seth Panyako, sio kura ya Faruk Kibet. Ni kura ya kusimamisha mwana Muluya. Mnaamana naye? Na nataka kuambia jambo lingine. Tuko na baba wa Roma, si mnamjua? Kesho tunaenda Kabuchai kuangusha ule MCA wake. Mtakubali kutuombea? Kwa hayo machache, mimi naombea watu ya Malava msimame na Seth Panyako, lakini muhakikishe hii kura ya Waluya wamesimama pamoja. Hatutaweza kurudi hapa tena. Lakini tusiporudi, naomba msimame na watoto wetu Waluya. Asante, Mungu awabariki. Haya, Chikuze Mirembe. Watu wa Brayo wako wapi? Nione watu wa Brayo. Shumuriano. Mwana na wayanza. Shumama na mrio. Si mnajua niliwaletea matibabu hapa? Si mnakumbuka? Sasa nimerudi kuombea Seth Ambusini Panyako kura. Mtasimama na Seth? Mtasimama na yeye? Bwana sinjira na yeye. Chikarikario. Yule mtu ana understand mambo ya SHA ambaye atategua mtego wa SHA ni Seth Ambusini Panyako. Horeala chende na manye sawe. Chomanya betata muno. Makalonga ni to kolomolome murio nyasa bakasi. Seneta mtarajiwa. Sawa sawa. Maraba oye! Maraba oye! Huyu ni Omingo Magara na chama cha People's Democratic Party. Tuko ndani ya United Opposition. Kutoka Kisii tumefunga, tumewaletea dume yetu ya Fred Okengo Matiang'i. Historia imeandikwa na itaandikwa kutoka Malava. Mnadharauliwa kwamba Waluya amuende pamoja. Raundi hii muwe katika historia, kujiandikisha katika historia ya kwamba unity can start from Luya land. Tumeelewana? Mtawaibisha wale na watu wanarau. Mtawaibisha. Mtadharauliwa tena. Tawe. Sasa hapa nasikia mazamanga tawe. Lakini wacha niseme namna hii. Jambo moja. We are here to support Seth Panyako. Sababu taifa ameshindwa,
Jina yake msimuite Kasongo tena, anaitwa Abunwasi. Mwenye kaya za Abunwasi, mnajua Abunwasi anasema nini? Aliomba sufuria kubwa akaenda kupikia naye. Akangoja, akapelekea mwenye sufuria kasufuria kadogo, akamwambia chukua hii sufuria kidogo ili kwamba upikie, uchukue yako baadaye. Mwenye sufuria karibu kumwambia mzee, sufuria yangu iko wapi? Akamwambia, sufuria ulipochukua mtoto wake, kile ambacho kinazaa huwa kinakufa. Sufuria yako ilikufa. Abunwasi anakuwa sufuria ya mwenye sufuria. Sasa yeye sikiza Abunwasi, anachukua shamba letu anajenga nyumba na pesa zetu, na Abunwasi anatuuzia hizo nyumba. Kwa si Abunwasi mtakubali hao one time atakuwa nini? Na historia ya one time will start from Malava, and for sure nimefurahia nikiona hawa ndume wa Luya wakishikana. For sure you will make Kasongo one time from Malava. Harambe! Huyu mwanaume nikiingia siasa alikuja kunikampenia South Mugirango. Hata nikapigwa mapanga, alisimama na mimi kidete. I have to come here and support this young man. You must support him to aibisha Kasongo aende one time. Thank you. Sasa kwa sababu ya muda, senior leaders, niruhusu mheshimiwa aombe kura 5 minutes ndio nyinyi mfunge. Haya. Ile yali Saudi ya wina. Hiyo ilikuwa Saudi ya nani? Iko mtu mmoja hapa Kenya alisema atasafirisha baba bila Bondo, kufika Bondo bila baba kujua. Mnamjua? Alikuwa nani? Alikuwa nani? Kwa hiyo nani alisafirisha baba kutoka duniani mpaka mbinguni? Ni Kasongo. Si muuaji. Anapenda kuua watu. Wando wanje kukuze mrembe. Mubera balamu. Mundo ile. Muyanzire. Na mrembe zamara katafsikira abahongo wanje wabera naita. Ya kwanza namshukuru aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwa kuja hapa kunishika mkono. Ya pili nashukuru my party leader Eugene Wamalwa kwa kushika mimi mkono na kunipea tikiti. Nashukuru Bull Fighter kwa kujitolea, Super Senator na Waziri Matiang'i kutoka huko Kisii, na viongozi wote na gavana wetu wa kutoka Trans Nzoia Komando mwenyewe. Mmemwona? Mwana wa mtawa utasiginaja. Mwana wa mtawa. Umaskini, ukora, wizi, ukabila. Watu wako chonjo sana. Bana wewe. Emrelo holile. Ewa niji Uhuru Kenyatta nali president. Dr. Matiang'i nali waziri wa education. Nali waziri ita. Omushere uo nali neyinda. Note msilitari. Wafumu no mwana muhari. Nombo msoi. Waliba rishidi. Jina sharipanga. Jina sharipanga. Jina sharipanga. Linda mama iko ama imetoka. Iko ama imetoka. Ni nani ametoa linda mama? Ni nani ametoa linda mama? Amesaidia wa maskini ama ameua maskini? Amesaidia bodaboda ama ameua bodaboda? Amesaidia mama mboga ama ameua mama mboga? Kwa hiyo huyo ni mtu anaweza kuletea kiongozi. Mwana anayekule Romani. Anayekule Romani. Mtu anakulima matibabu si ni muuaji. Tunataka wamama wetu wakufe. Wakizaa kwa hospitali wafungie huko. Sasa mlamba kurenzi kule kazi yene. Wangapi wanasema nienda bunge nileta linda mama linda mama. Wenye zimenyali linda mama tawe. Mwenyali linda mama. Ya habiri. Huyu Daktari Matiang'i akiwa waziri wa elimu na Uhuru akiwa rais. Mtoto akikonjeka secondary school. Bahona habari. Mwalimu alikuwa anapiga simu, si ndio? Anasema mtoto amekonjeka, si ndio? Amepelekwa hospitali, si ndio? NHIF inalipa, si ndio? Ilikuwa inaitwa Edu Afya. Edu Afya, ishiruo? Edu Afya, ishiruo? Ni nani ametoa Edu Afya? Ni nani ametoa Edu Afya?
Anyala kurero mbunge. Mumanya kaja kwa sababu anataka huyu girlfriend wa Faruk. Akipika nywele namna hii, anapaka hapa inakuwa white. Kwa sababu akienda bunge atahakikisha bila mama inaendelea kufanya nini? Kupotea. Edu wake inaendelea kufanya nini? Kupotea. Ni mumanyiro. Kula Januari ameongeza school fees. Mumanyire. Huyu daktari aliwacha kama ameweka capitation shilingi 22,000 kwa kila mtoto wa high school. Sio ukweli? Kasonga amerudisha 12,000. Inamaanisha kuanzia Januari ni arudenge 45, mwana wa boarding unaenda kulipa 55. Anasaidia maskini ama anaua maskini? Anasaidia mama mboga anaua mama mboga? Huyo jamaa anajua hasara ni nani kweli? Anyala kurero mbungo mwenyewe. Anyala kurero mbungo mwenyewe. Wabana mnajenda kwa nasi. Mndaleta heshima ya Mluya. Mndaleta heshima ya Mluya. Juzi akidanganya mafunge MTC, anafungua MTC hapa Malawi. Akatuambia amechukua shilingi milioni 100 ya MTC. Amepea Faruk. Mnataka nikikula Bible nikiweka jini, nirudishe pesa ya watu wa Malawi milioni 100? Na mimi namwambia Faruk, wewe huwezi kuacha kuiba pesa ya Taribo constituents. Unakuja haki ya Mungu kuiba pesa ya watu wa Malawi. Mimi mnanipa uwezo niweke Faruk ndani? Mimi nitaweka ndani. Ama rudisha pesa ya watu wa Malawi sio? Mwangapo anasema niweke Faruk ndani. Niweke Faruk ndani. Niweke ndani. Sandumu sasa. Senya nikasi hilo. Amnamba heku. Mnajenda kwa nasi. Mnajenda kwa nasi. Mlobe kura heshima kumuluya. Ndio kwa lamba heku. Ndio kwa lamba heku, kwa lamba heku, kwa lamba heku. Bas, na saya mlinda go. Basi sasa tunamletea viongozi vya vyama, and with respect allow me to use seniority. Tutaanza na Stephen Kalonzo Musyoka, senior most, then Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i afate, alafu no seniority, so that the feelings of feelings. Then Mheshimiwa George Natembeya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, alafu Malala utatumalizia na utangaza vile watu watajipanga. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Wanatafuta kitu ya kuweka hili kwa sababu ninakoa, nisije niwapatie hao wengine. Umetusamehe kwa kuchelewa. Watu wa Kabras, watu wa Malava, watu wa Shikuse, hamjambo? Melembe, Melembe Bosi, Melembe Handi, Melembe Soa, Melembe Mia, Mwaseo. Kumbe mnajua. Hata mpata msichana mmoja hapa anatoka Sekuru ameelewa huku. Sasa leteni ng'ombe kwanza mulipe. Nyenye na mashemeji. Nimechukua msichana kutoka Sekuru. Sasa tumekuja tukiwa na furaha tele. Na tuzemezane ili tuwaulize kwa heshima, mpigie huyu ndugu Panyako kura. Mimi nilikuwa simuelewe, lakini vile ana communicate, vile anaongea na watu wa Malava, yeye ni muungwana na ni kiongozi. Kwa hivyo nataka tudhibitishe zote kwa kuinua mikono yetu kwamba Alhamisi ijayo, it's not even far, ni next Thursday, wangapi atajitokeza mpigie kura bwana Panyako. Basi nikisema Harambee mtanipa one term. Maana imeandikwa hapa one term. Si ni kweli?
tuna sababu ya kumpeleka huyu jamaa nyumbani, na nasema one term, sio kwa njia ya kiholela, lakini tuna sababu nyingi. Harambee! Hebu inueni tena harambee! Unajua mimi ni mtu wa Wiper. Nikisema Wiper nipatie komboa Kenya, na tutakomboa Kenya sisi wote wa Malava na Kenya nzima. Wiper! 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 Harambee! One time. Jamaa kaongea jana kwa bunge, aitwa Ruto. Ako na majina mengi. Moja yao ni Kasongo. Nasikia amepatiwa Bunuasi hapa na Maraga. Na ingine? Na ingine? Sasa rais gani duniani amewahi kutoa amri watoto wake wapigwe risasi kwa miguu? Wangapi alisikia Ruto akisema watoto wapigwe risasi kwa miguu? Mmoja alipigwa anaitwa Rex Masai akafa. Mwaka ujana June mwaka jana akapigwa akauawa. Vijana zaidi ya 70 wakauawa. In 2023 mimi na ndugu yangu Raila ambaye amelala karibu tuuawe na hizo risasi. Wengine 70 wakauawa. Lakini tukasema lazima tusonge mbele, tukomboe Kenya hii. Ndio mimi nasema kama mwana Wiper tukomboe nchi yetu. Je, nyinyi mko tayari kukomboa Malava na Kenya hii? Wangapi wako tayari kukomboa Malava na Kenya yenu? Na wasifu ndugu zangu viongozi hawa. Viongozi yule Malala, yule mwanaume halali yule. Nilikuwa na yeye Magarini huko kwa Wagiriama, yule halali. Alafu huyu Khalwale, tumetoka mbali na Senator Khalwale. Huyu ndio ile chuma ilikuwa inasonga na kuunganisha Kalonzo na Raila. Nikikataa Khalwale na Mudhama wananifunga miguu. Huyu jamaa huyu tumetoka mbali naye na aogopi. Kama Ruto hana Khalwale, hana msimamo. Alafu tuko na wewe ndugu Eugene Wamalwa, kwa miaka 2 iliyopita tumezunguka Kenya hii na Eugene Wamalwa kila mahali, hata huko Malindi Magarini tulikuwa naye, na yeye achoki. Alafu kuna gavana chipukizi aogopi, anasema tawe. Yaani Waluya wale walikuwa naitwa wale Waluya ati nyinyi ni watumishi, nyinyi ni cooks and watchmen, anasema tawe. Kila Mkenya apate haki yake. Kwa hivyo tumekuja tusifu muungano huu. Msijali wenzangu wawili ambao nilikuwa na wao kwa One Kenya Alliance. Wao angalia weta simuoni, natafuta ma-DVD simuoni. Basi hawa waambieni mimi Kalonzo tulikuwa na hawa ndugu zangu. Leo nimewapatia mkitezi wape. Wangapi anasema mpatie ma-DV retire. Nilisikia akisema msipochagua mtu IDA atafutwa kazi na Ruto. Mudavadi ile heshima amebaki nayo. Ningekuwa yeye Mudavadi ningesema Ruto nifute. Kwa sababu akifutwa na Ruto anapata umaarufu. Si Ruto alifuta Gachagua? Leo Gachagua ako kila mahali. Sijui kama Malala utampigia simu aongee na watu hao shikuse. Yaani ukifutwa kazi na Ruto unakuwa shujaa. Kwa hivyo usiogope Mudavadi kufutwa kazi. Fanya haki. Hata hiyo kazi umefanyia mambo ya nje, kushughulikia mambo ya Kenya ya nje, angekuja yule ndugu yangu tumetoka mbali. Lakini naona amesalimu amri ya mtu ambaye hana heshima duniani kote. Jana Ruto anasema kwa kikao cha bunge kwamba nataka Kenya iwe first world, nchi ya dunia moja kama amenana Khalwale, ati Kenya iwe kama Singapore, iwe kama Malaysia, iwe kama Thailand na iwe zingine hata Marekani. Lakini uwezi kufanya Kenya kuwa first world kwa wizi. Yaani
Ruto ndiye reigning champion wa rais duniani. Yule mfisadi alikuwa ameshindwa na moja wa huko Syria ambaye amekimbia uhamishoni Moscow. Yule reigning champion wa wizi duniani ni William Ruto. Je, William Ruto atafanya Kenya first world kwa wizi? Inawezekana kweli? Kwa hivyo lazima tumwambie ukweli, wa Kenya wamechoka. Unasema unaunganisha wa Kenya. Tunataka tujue kutoka hapa Kabras, kutoka Malava leo. Wa Kenya ndio wameungana kumtoa Ruto mamlakani. Wangapi wako tayari kufanya hiyo kazi? Angeanza na kusema mimi na Kibaki. Si mnakumbuka nilikuwa makamu wa Kibaki. Mimi na Kibaki tulikuwa tumesema Vision 2030 imebaki tu miaka 5. Angalau angeanza hapo kusema miaka hii 5 itakuwaje. Lakini hebu angalia, elimu ameharibu. I like you Kalala because I'm so surprised that you have seen it so clearly. Elimu haijulikani. Mwalimu mwenyewe hajui CBD ni kitu gani. Mtoto mwenyewe hajui CBD ni kitu gani. Pesa CB whatever. CPC haijulikani. CPC CBD ni central business hata mwenyewe hajui CBD ama CPC haijulikani. Mimi nilikuwa waziri wa elimu pamoja na Matiang'i. Wakati wote tukaanzisha mfumo wa free primary education. Mnakumbuka hiyo ya Kibaki? Hata hiyo yenyewe imetupiliwa mbali. Kina mama ndio hawa wakienda kujifungua, hakuna ile linda mama, ni kama linda tumbo yake. You cannot make Kenya a first world nation by corruption, by kuonyesha mambo ambayo hayaeleweki. So we do with Vision 2030. Then we look at Vision 2060. And then we look at Kenya at 100 years. This is how you develop. Lakini sio kuamka asubuhi na kuleta maajabu ambayo hawezi kueleweka. Kwa hivyo sitaki kuongea zaidi, hao wenzangu watawasalimia, lakini mimi nataka nione tena. Nimemsikiliza Panyako. Anajua kuitisha kura. Na leo nataka mjue that 3 candidates of United Opposition. Mmoja kutoka Mbeere North, mahali aliko Rigiji sahi. Na yule tulikuwa naye Magarini, anaitwa Stanley Kenga. Alafu nimemsikiliza huyu jamaa Panyako. Hawa viongozi watatu. Hata Wiper tuko na moja Unguja. Unguja si ni hapa kwa Wajaluo. Nitaenda kupitia huko kesho. Tuko na candidate na yeye nimsikilize. Lakini huyu anafaa. Anafaa hafai. Wangapi wanasema Panyako anafaa? Neno la mwisho, wamepanga kuleta guns. Yaani ukiona watu wameshindwa, wanaanza sasa kutumia violence. Wanataka mji hapa mpigane, mpigwe tear gas, wengine mtupiwe marungu, kina mama waseme hatutaenda kupiga hiyo kura. Hiyo ndio namna, hiyo ndio mpango ambao wako nao. Mahali tumetoka hapa, wanaume kina mama kwanza ndio wamefukuza polisi. Umeona polisi akifukuzwa na raia? Kwa sababu huu mkutano ni halali. Huu katika mpangilio wa IBC this one week. Kwa hivyo usiogope, usiuziwe uoga. Ukiambiwa wakipiga tear gas, panguza maji alafu rudi ukapige kura. Mtafanya hivyo? Hilo anataka ni ukipigwa tear gas upotee mpaka hiyo kura ipotee. Kwa hivyo mkifanya hivyo mtafanya. Asante. Mama tumpigie makofi. Alikuwa amepigiwa time. Alizima moto. Tumpigie mama makofi. Kope hata ukifanya nini. Upolisi wenyewe ndio wamevinyiliwa zaidi. Asanteni. Veshikute mrembe. Kimirembe kia Panyako. Veshikute. Muri tayari kurero mbunge muye wa Malava. Mwe khoyero mwana wenye Panyako.
Mulitayari humupile kura hapo mbunge wa Malava? Kwa mikono yote miwili nione kura za Panyako, Panyako, Panyako. Pane mwamwe. Ese nabele ukavarasi no kukola campaign. Malava kavarasi wandokeze kama watu. Yana liyo mulala mzee wa Machina. Alafu okunda liyo omzahulwe kweli sana. Ita wamenifunza maneno hawa Kabarasi. Nataka mtanipa ruhusa pia mimi nijifunze siasa ya vijiti kidogo. Basi nina vijiti vitatu hapa. Muli tayari? Hii imeponyoka. Rudisha. Mimi nimetoka Mlima Kenya. Tumekuwa na Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Rigiji na timu kubwa ya United Opposition. Na kule kwa mlima Mbeere North, watu wa mlima wameamua siku ya Alhamisi ijayo tarehe 27 wanaangusha Kasongo na candidate wake anaitwa Muthende, na wanaenda kupitisha candidate wetu wa United Opposition anaitwa Karisi. Wao wamesema ni one term. Faruk nasikia yako hapa wamenituma kutoka mlimani. Nikwambie bwana Faruk, macho weka Mlima Kenya. Haki ya Mungu tarehe 27 Alhamisi ijayo. Bwana Karisi ndiye anaenda kuwa mbunge, na kama ninadanganya kijiti ndio hiyo bwana Faruk. Sakarika leo tumetoka Mlima Kenya, tumeelekea pwani, Bahari Hindi, Kilifi County, Magarini. Kule wamesema wanaangusha asubuhi na mapema Kasongo na candidate wake anaitwa Harrison Kobe. Anaangusha asubuhi na mapema. Pwani yote kutoka Vanga hadi Kiunga wameamua William Ruto na serikali yake na candidate wake bwana Kombe ni one. Wamenituma kutoka Bahari Hindi, wanajua Faruku wako hapa, avuke hii Kipkaren River na hii kijiti apelekee bwana Ruto aambiwe Magarini wameamua tarehe 27 ni one term, na bwana Kenga ndio mbunge wa United Opposition. Bwana Faruk kama anadanganya, kijiti ndio hiyo, enda nayo subiri. Kijiti kimebaki kimoja. Nimetoka Magarini, nimekuja Magharibi. Nyumbani nimekuja Ingo na marafiki kutoka Kenya, kila pembe ya Kenya. Kutoka Ukambani bwana Kalonzo wako hapa na timu kubwa ya Wiper. Kutoka Kisii bwana Matiang'i wako hapa na timu kubwa ya Jubilee. Tuko hapa timu kubwa ya nyumbani kuuliza watu wetu tarehe 27 Alhamisi ijayo mtapea Panyako kura? Mumeamua mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Sema kwa sauti, nataka Kasongo aone mbunge wenu ni nani? Hebu nenya, niye you know. Sasa you know. Panyako you know. Niye mbunge wenyewe. We Malava, tarehe 27. Hebu nione kura za Panyako. Faruk, tarehe 27. Wiki ijayo, haki ya Mungu hapo Malava, mbunge ni Seth Panyako, na kama nakudanganya kijiji ndio hiyo. Bandu wewe, ekura ya tarehe 27, elikura eko wote heshima yomuluya. Faruk Kibet ketlano, arayo valuya, viongozi wenywe, kaliva muhindile. Anaweka wanaume kama kinandakwa elected leaders. Wacheze dansi wakipenduka, na penduka hivi. Wewe mwanaume naambia mwanaume mwenzako apenduke, unataka uone nini? Kwani wewe ni shoga? Na mimi naona tu wanapenduka. Na wale ndi valuya hana kumutambo kumuvi. Kukila wali nebu kwe. Olibwana bakufua na bakupe faini. Na hiyo ndio sababu inafanya wanatudharau. Wanasema ninyi hamuna chochote, hamuna mali, hamuna pesa, hamuna hata akili.
amesemea hapa Malava. Ruto alisema hakusema? Ati sisi hatuna akili? Naomba tarehe 27 ukiamka asubuhi uende ukipiga kura yako kuonyesha bwana Ruto ya kwamba Mluya omundu alumukabaras au mukezingo mwana wendemo kuli aba bandu befwe wanasema mjinga akirevuka mwerevu wako mashakani. Haki ya Mungu tarehe 27 Faruku na bwana Ruto mtakuwa mashakani, sababu hawa Waluya mnafikiri wajinga wamerevuka. Ama namna gani? Ama namna gani? So hiyo siku sote tuko hapa kuambia tusimame pamoja kuli aba bandu befwe. Na sisi timu hii tumesema tunaungana. Nashukuru bwana Cleophas Malala na ndugu yetu Rigiji ku step down Edgar Busiega wa DCP na wote waunge ndugu yetu Seth Panyako. Nashukuru ndugu Manyasi wa DNA pia na timu yake wame step down kusupport ndugu yetu Seth Panyako. Kenya tunapoungana kule juu, hapa nyumbani pia I'm proud of my brothers, the bullfighter Dr. Boni Halwale, for leading the way to a new path of unity in the Luya nation. My brother Boni, we are very, very proud of you. I'm proud of our candidate, ndugu Senator Malala, gavana wangu Mheshimiwa Natembeya, timu hii yote kuja kama tumeungana kama kitu kimoja. Hii ndio itarudisha heshima yetu, lakini kura ya Panyako iweze kudhihirisha wazi umoja wetu. Tutaungana tupeleka Panyako bunge? Tutampeleka bunge? So sitaki niseme mengi, niseme ya kwamba hii timu tumesema tunaenda kutoa the 6th president. Na sote tutaungana vile tumeungana Malava, Magarini na Mbeere. Na yule rais tutakayetoa, awe Kalonzo ama Omala ama Matiang'i, yote tutakayetoa. Oda ya kwanza executive ni kutoa mambo ya SHA na kurudisha NHIF na linda mama. Executive order number 2 ni kutoa mambo ya housing levy na hii ukora na ushuru unaofinya wa Kenya. Sawa sawa? Mnakuwa support hiyo. Kuchagulia Kasongo. Aende asiende jamani? Aende asiende? So nataka nipeane nafasi kwa ndugu yangu Dr. Fred Matiang'i aweze kuwasalimu na tuweze kuendelea. Mlakenda napwe. Asante Mheshimiwa Fred Matiang'i. Haya, wananchi washikushe, hamjambo, mulembe, mulembe mno, mbuya mole. Wananchi, wakati umeenda na viongozi wengine ndugu zangu wamezungumza hapa. Sitachukua muda mrefu, nitazungumza kwa dakika chache sana, dakika 2-3, sababu tunaenda kule kwingine. Kwanza kabisa ninawashukuru wananchi kwa kuja vile mmekuja hivi na vile mmekuja tumekutana na nyinyi hapa. Mimi najiunga na yale mengine yote yamezungumzwa na ndugu zangu. Hakuna haja ya kurudia hayo. Lakini nataka nichukue nafasi hii ya kipekee niwashukuru ndugu zangu wale kutoka pande hii ya Jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Huyu Mheshimiwa Cleophas Malala, Mheshimiwa Boni Halwale, ndugu yangu Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na kwa mimi ndugu yangu wa hata karibu sana Mheshimiwa George Natembeya, gavana wenu. Huyu George Natembeya tulifanya kazi naye tukiwa kwa serikali. Mimi najua hawa watu wenu wote, viongozi wenu. Mheshimiwa Wamalwa tulikuwa na yeye katika baraza la mawaziri. Na huyu muungwana tumejuana kwa muda mrefu akiwa bunge. They are serious people na yale ambao wanasema ni ya ukweli. Tumekuja leo kushuhudia vile wanaendesha muungano wa pande hii ya Jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Na tunawashukuru sana. Na kura hii ni safari ya kwanza kuungana pamoja na kuenda mbele. Na mkiungana ni mfano moja wa kuleta taifa letu pamoja. Muungane hapa muwe pamoja, tuungane pande ile tuwe pamoja.
wale wengine wa pande ile ya Mlima Kenya waungane, alafu sisi sote tuunganishe nchi yetu zote tukiwa pamoja. Jambo la pili, wananchi munisikize kwa haya kabisa. Uongozi ni namna ya kutoa huduma kwako wewe kama mwananchi. Mimi nimekuwa kwa serikali vile mheshimiwa Panyako amesema, vile mheshimiwa Khalwale amesema. Hayo mambo yote mengine tuliyafanya nikiwa katika wizara ya elimu kama waziri wa elimu. Nilipita hapa wakati huo nikiingia kwa mashule hapa usiku na mchana kukoroga watu hapa wanataka kucheza na watoto wetu na kuiba mtihani. Tunataka kurudisha serikali ambayo inazungumza mambo ya maisha ya Wakenya. We want Kenya to work again, kwa sababu Wakenya wanataka nchi ambayo huduma inatolewa kwa wananchi, kwa sababu nyinyi hamupati matibabu vilivyo kwa sababu ya SHA. Na hao wanakaa wakisema kila wakati eti sisi tunafanya vitina tukisema SHA haifanyi kazi. Sasa nyinyi ndio mko kwa ground. Hii kitu inaitwa SHA inafanya kazi? Inafanya kazi SHA? Nionyeshe kama mnasema ukweli SHA haifanyi kazi, wale ambao. Asante sana. Tulikuwa na Linda Mama hapa, imezungumziwa. Tulikuwa na Edu Habia ambao tulileta wakati ule tulikuwa kwa serikali, haiko sahihi. Na Januari hii inakuja, tukifika Januari, haya maneno ya kutoa na kupunguza capitation, nyinyi wazazi ambao mko na watoto wanaenda day schools, mutaitishwa shilingi 9,000 zaidi. Kama uko na watoto wawili utalipa shilingi 18,000. Hayo ni maneno mtaweza kweli? Ndio tunasema hawa wangwana, kazi ya kuongoza nchi yetu imekuwa ngumu kwao. Kwa sababu tulifanya haya maneno, tulikuwa na free primary and secondary education, tulikuwa na Linda Mama, tulikuwa na hii maneno ya Eduafya, ndio tunataka hii maneno irudishe. Mwisho na pointi yangu ya tatu. Mimi nilikuja hapa kwa sababu ninamjua huyu mungwana wenu, huyu candidate yenu huyu Panyako. Wakati tulikuwa kwa serikali tulikimbizana na yeye kidogo akiwa kiongozi wa wafanyakazi wa sekta ya afya. Ni mtu anajali maslahi ya wafanyakazi hakika. Na ni kweli vile anasema, akipata nafasi hii atashughulikia haya maneno ambayo tunazunguka nayo hapa. Kwa hivyo ninawaomba vile mumeomba na wale viongozi wengine, tunaweza kuongea hapa mpaka usiku kucha, lakini mjue kwamba siku ya Alhamisi tarehe 27 unakata kauli kuhusu maisha yako wewe, sio maisha ya mtu mwingine. Tumeelewana wananchi? Unaweza kupewa pesa na mtu, lakini ukumbuke kwamba hiyo pesa sio namna ya wewe kuishi maisha yako. Tunataka wananchi wetu waishi maisha ambayo ni ya heshima, lives of dignity. Si eti kuja kuwekwa hapa unapewa pesa, baada ya siku hiyo ya kura kila mtu anapotea. Vile hao walidanganya watu wamepotea, wanaendelea kupora nchi pale na kujitajirisha, na wale watu wanaumia ni wananchi nyinyi. Ama namna gani? Sasa tafadhali ninawaomba kwa unyenyekevu wananchi, tuzingatie na tusikize vile hawa viongozi wanazungumza. Hawa ndugu zenu wakiwaambia tafadhali sisi zote tukae pamoja, Wakenya wa pande hii pia tuhakikishe kwamba tunakaa pamoja na tunaenda barabara moja. Mimi nawaombea mema na ninawahakikishia tutakuwa pamoja, tutashikana na hawa ndugu zangu vile wamesema, na tutaendelea kuyazungumzia maneno haya, na majaliwa ya Mwenyezi Mungu pamoja na support yenu tutapata nafasi ya kuunda serikali mpya ambayo itarudisha Linda Mama, ambayo itafanya mambo vile inatakiwa kufanya kwa ajili ya manufaa yako wewe mwananchi wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Kwa hivyo tuweke amani, tuamuke asubuhi na mapema siku hiyo, tupige kura na tuhakikishe kwamba tunalinda usalama. Sisi tutii sheria, lakini tunawaomba wale wa serikali nao pia watii sheria, kwa sababu sheria sio ya watu wa opposition peke yao. Sheria ni ya sisi wote. Watii sheria pia na sisi tutii sheria. Wasipotii sheria, they will lose the moral authority ya kuambia sisi tutii sheria, na wao wanakaa wakifunja sheria. Na mwishowe, ile maneno mliona kwa press conference tulitoa jana kupitia kwa Kalonzo Musyoka, IEBC, mnaona vile watu wanaongwa mkiangalia. Hivi ndivyo mambo ilianza huku Tanzania. Alafu usalama ukazorota, shida ikaingia kwa sababu ya kutotii sheria. Wale wanasimamia uchaguzi wako hapa wote na wale wananisikiza. Muelewe kwamba mkifanya mapendeleo na mkiangalia upande mwingine wakati serikali inafunja sheria,
you are contributing to anarchy yourselves. Mimi nawashukuru, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutarudi hapa siku ingine, tukae vizuri, tuzungumuze na tusikizane na tuelewane vile tutaweza kutembea safari. Lakini nawaomba musisahau na musituaibishe tafadhali sisi hapa. Mupigie huyu Seth Panyako kura, tumekubaliana? Asante sana na Mungu awabariki. Asante, tukaribishe Mheshimiwa Natembeya. Asante sana bandu wekwe Mlembe lundi Mulibalamu. Sisi leo tumekuja hapa kwa sababu ile kazi ambayo imetungojea tarehe 27 mwezi huu juma lijalo ni kazi ya muhimu sana. Nyinyi wakabarasi, Mwenyezi Mungu amewapatia kipaumbele, nafasi ya kwanza kudhihirishia Wakenya ya kwamba Muluya ataenda kuongea na sauti moja. Watu wetu wameumia miaka nenda miaka rudi. Hata hapa Shikuze saa hii nikiuliza kwamba mtu mwenye ana shilingi 50 azitoke hapa, ni wangapi watalala hapa? Si karibu wote mtalala hapa. Mimi najua tangu jana mtu akule sapa, kuna wengine hawajakula chochote, wako na njaa, si ndio? Iko watu wanapita kwa hoteli, iko na chakula, lakini kwa sababu hana pesa anakula kwa macho, si ndio? Hiyo maskini ambayo tuko nayo iko hivyo kwa sababu sisi vile tunapiga kura hatupigi kura vizuri. Mpaka imefika mahali watu wametudharau. Yule mtu ambaye anaongoza kampeni ya UDA hapa sio mtu wetu hapa. Wameenda kutoka mjamaa kutoka kaunti jirani kuja kutupanga sisi hapa. Yenye mtakubali? Waluya sisi we are proud people. Lakini kwa sababu ya umaskini imefanya tunatembea ni kama tumenyeshewa. Hii kura ambayo tunaenda kupiga 2027 ni kura ya kujikomboa. Tumeelewana wetu? Na 2027 inaanza tarehe 27, si ndio? Tunaanza na nani? First born wa ukombozi wa jamii yetu. Huyu Seth Panyako. Huwezi kuombea Seth Panyako na Ndagwa kwanza hata hajaanguka kitambo. Yeye mwenyewe amekubali. Kwani Ndagwa inamaanisha nini? Ndagwa inamaanisha nini? Mama yake alijua hii mtu ya kuanguka, nyinyi mnazimambia yeye kwa nini? Yeye ni mtu ya kuanguka, si ndio? Sisi hatutaki viongozi tena ambao wanashikwa mkono na watu wa nje wanakuwa project, wanatukataza kuchagua viongozi wetu sisi wenyewe. Watu wameharibu uchumi wetu, wameharibu Nzoia, wameharibu Mumias, wameharibu Panipepa, hata headquarter hii constituency Malaba yenyewe hakuna bank. Kama kuna bank huko? Iko bank. Pesa ya Malaba inalala Kakamega ama Webuye, si ndio? Na kama pesa ilali kwa constituency huwezi fukuza umaskini. Ama unaweza fukuza? Sasa watu wetu tarehe 27 tunaenda kupiga kura. Wameleta vitisho kwamba wataleta majambazi. Wameleta vitisho kwamba kutakuwa na fujo. Mimi naomba IEBC mkuwe kama referee, mkuwe neutral, mupatie Wakenya nafasi kupiga kura kwa hiari yao bila kushurutishwa na mtu. Na hii ni test kwenu, maana nyinyi ni wapya, nyinyi ni wageni. Vile mtahandle hii by elections karibu 5-6 hizi itadetermine vile mtafanya kazi mwaka wa 2027. Ama namna gani watu wetu? Na vijana wetu mkipiga kura hakuna kwenda nyumbani. Hii kura ya mjumbe kuanzia saa 12, saa 1, saa 2 watakuwa wametangaza tayari. Tupige kura na tuchunge nini? Wale machifu wetu ambao wanapewa pesa. Nasikia assistant chief anapewa 20,000, machifu 50,000 ya kwenda kupeana watu. Please remember that you are professionals, mfanye kazi kwa njia ambayo ni nzuri. Na watu wetu ya Kabarasi kweli nyinyi ni watu wa kuletewa mchele na maragwe. Maragwe hii ukipiga inaiva kweli? Unachemsha maragwe usiku kucha haivi. Hii kama mchele kanakuja kametolewa kwa karatasi, hata huwezi jua kama kama expire ama haja expire. Watu hawana nia nzuri na sisi, hiyo vitu wachana nayo. Lakini wakileta pesa mchukue, si ndio? Sisi tumeamua kwa kauli moja kwamba tunakula kwa Ndagwa, tunapiga kura kwa nani? Kula kwa nani? Kura kwa nani? Tunashiba kwa Ndagwa, uongozi tunapatia nani? Panyako, si ndio?
Waje nione kwa mikono miwili juu mpaka huko nyuma, wangapi wanapigia Seth Panyako kura? Wangapi? Ai, kule nyuma sioni. Naona watu wako na mpango wa nyuma. Kule nyuma, Seth Panyako, Seth. Naona mko sawa. Na huyu mwanaume anatosha, si ndio? Sasa mimi nataka tukemee mapepo kidogo. Kama namna gani? Tuseme tawe kwa vitu mbaya, hata wizi wa kura tukatae, si ndio? Haya, funga. Wapi yangu akabrasi? Funga ni kufanya hivi. Nikisema kitu nasema tu tawe, si ndio? Paka seta uzaone kwamba watu washikuze wameamua. Haya, funga. Kumutambo. Umaskini. Wizi wa kura. Uchapulizi. UDA. Ndakwa. UDA. Ninyi mko chonjo. Mheshimiwa Malala. Haya, watu washikuze Mulembe. Mimi niko na kesi moja na nyinyi. Leo tulitangaza mkuje hapa mkutano. Sasa ubaya, kwa sababu mimi ndio nilitangaza hii mkutano, nyinyi mliona mimi nilikwisha. Mmekuja watu wachache. Kwa nini mmekuja hivi wachache jamani? Ama mnaona mimi sina kitu ya kuwapatia jamani? Mimi natosha sitoshi? Ninaweza siwezi? Kwa sababu ya muda ningependa kutambua viongozi wafuatao. Tuko na mama anatafuta kiti cha woman rep, Mama Rachel Nyango hapa Kakamega, tumpigie makofi. Tuko na mheshimiwa Honorable Kitute wa Wiper kutoka kule Kitui East, anatafuta ubunge kule Kitui East. Tuko na mama wa nguvu kutoka Laikipia, mama wa Jubilee Party, Saralyn Mwendia ako pale vile. Tuko na mama anaitwa Fire Mama, anaitwa Masi Ngoza, pia ako hapo na sisi, ako kule nyuma. Tuko na MCAs wetu, MCA Doreen Muyonga wa DAP Kenya kutoka Ikolomani. Tuko na MCA kutoka Isuha West, Mheshimiwa Segero Samuel. Vile tuko na mama wa nguvu, MCA wetu Victoria Zila wa DAP Kenya. Bas, wewe wacha Silas, wewe ni mtu ya hapa bana.